Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mimi hapa ninayewasalimu ambaye mnaweza niita kama Osman Msami. Leo tungependa discuss about hypertension. Kwa wengi ambao wanaijua, ni ugonjwa ambao unasumbua zaidi katika jamii. Ni ugonjwa unaojulikana kama shinikizo la damu. Ukishapata ugonjwa huu, uko na dalili zake ambazo tunazozijua kama ni headache, ambao ni kujihisi kichwa kinauma, shortness of breathing. Unaona kwamba hewa yako haupati vizuri, yani kupumua huwezi kupumua vizuri. Pia unaweza jihisi ama unaweza ona kwamba unatoka damu puani. Hizi ni dalili zake. So katika hii shinikizo la damu ama hypertension, tuko na dalili mbili za hypertension. Tuko na primary hypertension and secondary hypertension. Primary hypertension ni yenye inasumbuaga sana watu, ambayo sababu zake si sababu zile kubwa ambazo unaweza sema kwamba ni sababu fulani ama sababu fulani. Ni zile sababu ndogo ndogo. Kwa mfano, maybe inaweza kuwa family history, familia yako maybe kuna watu wenye walikuwa na huo ugonjwa, so na wewe pia unaweza kuwa na ule ugonjwa. Or maybe inaweza kuwa stress, pale inaweza sababisha hiyo kitu. Ama unaweza ona kwamba maybe overweight inaweza sababisha shinikizo la damu, ambao ni type 1, which is ni primary. Then tunaenda kwa secondary. Secondary which is ni type 2. Hii ni ile ambayo inasababishwa maybe kama uko na heart failure, then maybe kama uko na kidney failure. Hii inasababishwa na hiyo unaweza pata shinikizo la damu kupitia haya magonjwa. Then tuko na hizo range zenye kwa sababu mtu ukishakuwa na hiyo hypertension, inakuwa kwamba mara kwa mara huwa tunapima, tunaangalia kwamba kama uko sawa ama pressure yako imeenda juu. So katika kupima, tuko na vipimo ambao namba mbili ambazo tunaangaliaga, ambao ni systolic na diastolic. Ikiwa ile systolic and diastolic yenye namba ambazo zita range ikuwe ya kawaida, pressure yako ikuwe ni sawa, ina range from 120/80. Lakini ikianza kwamba tukisema kidogo umeanza na hiyo shida ya pressure, tunaita prehypertension. Hiyo inaanza from 120 to 139 to 80 to 80 up to 89. That is a prehypertension. Then tukiendelea tunasema hypertension stage 1 inaanza from 140 to 159. That is a systolic. And tukienda kwa diastolic tunaenda from 90 to 99. That is a stage 1 of hypertension. Then tukienda stage 2 tunaona kwamba ni 160/100. That is a stage 2 na kuendelea. Hapo sasa ndio kwa pale unapoona kwamba unashindwa hata kupumua vizuri. Unaweza ona kwamba sometime unaweza bleed hapo kwa pua, kutoa damu puani, kitu kama hicho. So tukiendelea tukiangalia kwamba tunaweza punguza vipi hii shida ya shinikizo la damu. Mostly tunaangalia katika lifestyle vile tunaishi, na mostly tunaangalia ni nini ambayo inasababisha huu ugonjwa wa shinikizo la damu, kwa sababu kila mtu huwa ako na sababu tofauti ambazo inasababisha huu ugonjwa. Kwa mfano, kuna mtu mwenye hafanyi kazi vizuri, na usipofanya kazi vizuri, mwili wako ukikosa mazoezi, ni pale ambapo damu haiwezi circulate vizuri kwa mwili wako. Hapo ndo inaleta ambao shida ya shinikizo la damu. So kama maybe mtu hafanyi kazi vizuri or haufanyi kazi, umetulia tu, ukapata huu ugonjwa, inabidi kwamba ufanye kazi ndio mwili wako ukue sawa. Kitu cha pili, maybe kuna wale wenye maybe mwili wake kidogo ni overweight, umeenda zaidi. So hiyo pia inaweza sababisha shinikizo la damu. So mtu kama huyu anaweza fanya aje ndio akuwe sawa? Aanze kufanya mazoezi ndio akuwe sawa. Kitu cha tatu kenye tunaweza sema salt intake. Hapo tunaweza sema kwamba kuna wale wenye wanatumiaga chumvi kwa wingi, na chumvi nyingi
huwa inasababisha shinikizo la damu ambao ni pressure. So inabidi kama unatumia chumvi nyingi ukuwe unapunguza, kama chumvi ndio ilisababisha kwamba upate hiyo hypertension, so inabidi upunguze. Then kitu cha mwisho tunaweza discuss ni ama tunaweza kujikumbusha ni stress, managing of stress. Mostly pressure pia inasababishwa na stress, so inabidi kwamba uunde mbinu ambayo utaweza kupunguza stress zako ndio ukue mbali na huu ugonjwa wa shinikizo la damu ambao ni pressure. Kufikia hapo na washukuru sana, tutaonana tena kipindi kijacho. Asalamu alaykum.